ili kuwaunganisha ndugu hawa katika ndoa takatifu. Mr. Siraj na Bi Fatma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu hiyo, mkiwa mmesimama mbele ya madhabahu takatifu ya Mungu, naenda kuuliza maswali katikati ya jumuiya ama kusanyiko tulilopo mahali hapa. Je, kuna mtu yeyote mwenye sababu ya kuwazuia maharusi hao wawili wasioane? Kuna mtu yeyote ambaye anazo sababu za kuwazuia maharusi hawa wawili wasioane? Kwa mara ya tatu, je, kuna mtu yoyote, mzee, kijana, mtoto, mtumishi wa Mungu, afande, askari, yoyote ana kizuizi cha kuwazuia maharusi hao wawili wasioane? Haujasikia minong'ono jirani yako hapo? Hakuna? Kama hakuna, na mnyamaze hivyo hivyo. Ndugu hawa wafanye mambo yao bila pingamizi mahali popote. Amen. Kwa hivyo ndugu Siraj pamoja na Bi Fatma, mmesimama mbele ya madhabahu takatifu katika lengo na nia moja tu ya kufunga ndoa yenu takatifu, ikishuhudiwa na mamia na makumi ya waumini wakiwa mashahidi waaminifu mbele ya madhabahu takatifu ya Bwana. Kwa sababu hiyo, watu wengine naomba mketi. Ndugu, tunalo zoezi na ninyi. Amina, amina. Naomba muendelee kusimama hapo kwa uchache, alafu nitakuruhusu kuendelea zoezi lingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya kuwa kimya hicho, ningeomba tupige vigelegele na shangwe, tumwaibishe shetani, kwa kuwa hakujatokea pingamizi lolote mpaka mahali hapa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Maharusi, naomba niseme nanyi kwa uchache pamoja na kanisa la Mungu kwa kanuni na sheria na mwongozo wa ndoa takatifu kutoka kwenye madhabahu ya Ngurumo ya Upako. Naomba kuzungumza nanyi kwa dakika zisizozidi 10 na zitapungua 15. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwa ibada, watu wa Mungu, si ndio eh? Ndugu, nyinyi mmekubaliana katika nia zenu kabisa thabiti ya kwamba mmetamani kuishi maisha ya mume na mke, si ndio? Na mimi nikiwa msajili niliyeidhinishwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sawasawa na sheria na kanuni ya ndoa ya mwaka 71 kifungu cha 20, niko mahali hapa kuhalalisha ndoa hii ambayo wamesimama maharusi mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sikutajii shahada namba ngapi nilionayo, maana kuna mtu anahoji amesoma tu vifungu, shahada namba ngapi? Sio kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Nina vitu viwili tu kwenu maharusi, nitazungumza na kila mmoja kwa eneo lake. Bwana harusi na bibi harusi, kuna vitu vitatu katika kila mmoja. Kuna mwili, kuna nafsi na kuna roho. Hivi vitu ni vya msingi kuliko ambavyo unaweza kufikiria ama vile ambavyo uliwahi kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, mnanisikia? Hivi vitu vinahitaji uongozi ulio sahihi ili kwenda salama. Na mchana wa leo, kwa kuwa ninyi mmekubali katika jambo hili, nizungumze na bibi harusi katika kipengele cha maeneo ya kusimama kama mama wa familia. Bwana Yesu asifiwe.
Vitu hivi viwili ni jikoni na chooni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jikoni na wapi? Situwe pamoja na wewe na kutibu leo. Kama huko na wewe utibiwe leo. Sindano hiyo. Maeneo mangapi? Mawili. Sijazungumza kitandani. Nimezungumza kwa habari ya chooni na jikoni. Huku ni mahali nyeti kuliko Wizara ya Fedha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nianzie na chooni.